Jumatano ya Majivu. Jumatano ya Majivu ni siku ya kwanza ya Kwaresma katika Ukristo. Ni siku ya toba, sala, majivu na kuanza safari ya kiroho kuelekea Pasaka. Majivu hutolewa kutokana na majani ya Palm Sunday, yaani majani ya mitende yaliyokauka kutoka Pasaka ya mwaka uliopita. Waamini hupokea alama ya msalaba wa majivu kichwani, ikiwa ni ishara ya unyenyekevu, toba na kuanza kwa maandalizi ya kiroho. Maneno yanayosemwa wakati wa kuweka majivu ni tubuni, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Maneno hayo yanapatikana katika Mathayo 3 mstari wa 2. Waamini wa mwanzo walitumia muda mfupi wa kufunga na sala kabla ya Pasaka. Hii ilikuwa ni kuiga mfano wa Biblia, hasa Yesu Kristo aliyefunga siku 40 jangwani. Katika Mathayo 4 mstari wa 1 hadi wa 2, Biblia inasema Yesu alifunga siku 40 akipambana na majibu ya shetani jangwani. Lakini katika karne ya 4 baada ya kuzaliwa kwa Yesu, Kanisa Katoliki liliweka rasmi siku 40 za Kwaresma na kuashiria Jumatano ya Majivu kama kuanza rasmi kwa kipindi hichi cha kiroho. Nambari 40 katika Biblia ni ishara ya majaribu, utakaso na maandalizi. Musa alikaa siku 40 mlimani, tena mlima Sinai. Maneno hayo yameandikwa katika Kutoka 24 mstari wa 18. Lakini pia Elia alisafiri siku 40. Maneno hayo yanapatikana katika Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa 8. Hata hivyo, gharika ya Nuhu ilidumu siku 40. Maneno haya yanapatikana katika Mwanzo 7 mstari wa 12. Yesu alifunga siku 40 jangwani, Mathayo 4 mstari wa 2. Maana halisi ya Jumatano ya Majivu ni kuanza kwa safari ya kiroho, kuonesha toba na unyenyekevu, lakini ni kujiandaa kimisingi na kiroho kabla ya kufika Pasaka. Ni siku ya kutafakari dhambi, maisha na upendo wa Mungu. Lakini mambo yanayofanywa katika siku ya Jumatano ya Majivu ni pamoja na sala, huku kuanza kwa maombi ya ndani na kusoma Biblia. Luka 18 mstari wa 1 inasema, daima ombeni pasipo kuchoka. Hata hivyo, saumu ni kujinyima chakula au vitu vya anasa kama njia ya kuimarisha roho. Maneno hayo yanapatikana katika Mathayo 6 mstari wa 18, yakiwa yanasomeka hivi: sio ili watu waone, bali Baba yako aliye sirini akuone wewe. Hata hivyo, sadaka na kusaidia masikini pamoja na wahitaji. Kila mtu atoe kadiri ya moyo wake ulivyovunja. Mungu hupenda mtoaji mwenye furaha. Maneno hayo yanapatikana katika Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 7. Lakini mwisho kabisa ni majivu. Kuwekwa alama ya majivu kichwani kama ishara ya unyenyekevu na toba. Watu wengi wanajiuliza, kuna umuhimu gani wa kuwa na Jumatano ya Majivu? Jumatano ya Majivu inakumbusha waamini kwamba kuangalia ndani ya mioyo yao, kutubu dhambi, kuanza safari ya kiroho na kuelekea Pasaka. Ni siku ya kuacha mambo ya dunia na kumkaribia Mwenyezi Mungu. Katika Luka 13 mstari wa 3, maneno ya Mungu yameandikwa, tubuni na kila mmoja aache njia yake mbaya, na roho yako itapata neema mbele za Mwenyezi Mungu. Jumatano ya Majivu si desturi tu, bali ni siku ya kiroho yenye maana kubwa sana duniani na hata huko mbinguni. Ni kuanza rasmi kwa Kwaresma, kusherehekea ufufuo wa Yesu Kristo na moyo safi na kuimarisha uhusiano wa Mungu. Siku hii inatufundisha unyenyekevu, toba na upendo wa Mungu kwa wanadamu. Hii ni Nishani ya Tai. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uwe wa kwanza kupata maandiko yote tunayozidi kukuwekea hapa hapa.